Unajua kwamba kila unapojichua unaharibu uwezo wako wa kuwa mwanaume mwenye nguvu na afya bora. Please mwanaume, angalia post hii mpaka mwisho bila ya kuskip popote, huenda ukakosa faida muhimu sana. Kujichua ni kitendo cha mtu kujisisimua kingono mwenyewe hadi kufikia mshindo. Watu wengi huanza tabia hii kwa udadisi. Mfano, mtu anaweza kufikiria hichi elo kikoje, au ukifanya unapata ladha gani, au fikra nyingine yoyote ile, au kutokana na msukumo wa hamu ya mwili. Lakini kilicho hatari ni kwamba inapozoeleka inaweza kuleta madhara makubwa kwa afya ya mwili na mfumo wa uzazi. Kwanza, unapaswa kuelewa kuwa mwili wa mwanadamu umeumbwa kwa usawa na kila mfumo ndani yake unafanya kazi kwa mpangilio maalum. Mfumo wa uzazi wa mwanaume, kwa mfano, umeundwa kutoa shahawa kwa ajili ya kuzaliana na si kwa ajili ya matumizi ya burudani ya mara kwa mara. Unatakiwa ulijue hili. Unapojichua unalazimisha mwili wako kutoa manii bila mpangilio wa asili, jambo ambalo linaweza kuleta madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ni kupungua kwa nguvu za kiume. Hii inatokea kwa sababu mwili hutegemea homoni muhimu kama testosterone ili kudumisha nguvu za uzazi na afya ya mwili kwa ujumla. Masturbation husababisha kupungua kwa kiwango cha testosterone, na matokeo yake ni kupungua kwa nguvu za mwili, hamu ya tendo la ndoa na hata uwezo wa kusimamisha uume. Wanaume wengi wanaojichua hujikuta wakiingia katika hali ya upungufu wa nguvu za kiume hata wakiwa bado vijana. Zaidi ya hilo, tabia hii husababisha kuharibika kwa mfumo wa mishipa ya fahamu unaohusika na msisimko wa mwili. Kila unapojichua, mishipa ya fahamu inayodhibiti msisimko wa uzazi huchoka, na baada ya muda, ubongo wako unashindwa kujibu vizuri msisimko wa asili ambao unatakikana wakati wa tendo la ndoa. Hii ndiyo sababu wanaume wengi wanaojichua sana huanza kupata matatizo ya kushindwa kusisimka na hata kushindwa kuridhika na mahusiano halisi ya ndoa. Kwa upande wa afya ya mwili kwa ujumla, mtu anayejichua mara kwa mara huanza kupata udhoofu wa mwili. Nguvu nyingi za mwili hutumika katika uzalishaji wa shahawa, ambazo zina madini na virutubisho muhimu kama zinki, protini na vitamini mbalimbali. Unapopoteza manii mara kwa mara kupitia kujichua, mwili wako unakuwa dhaifu kwa sababu unakosa virutubisho hivi muhimu kutokana na kutumika kila ukijichua. Hii husababisha uchovu wa mara kwa mara, kupungua kwa misuli na hata kupungua kwa uwezo wa kufikiri, kwa sababu ubongo pia hutegemea madini haya kufanya kazi kwa ufanisi. Madhara mengine makubwa ni kupoteza hamu ya maisha na msongo wa mawazo. Masturbation pia huathiri mfumo wa homoni unaohusika na furaha na msisimko. Hii husababisha mtu kuwa mlegevu, asiye na motisha na mwenye mawazo mengi hasi. Watu wengi wanaojichua sana huanza kuwa wanyonge, wenye aibu na hata wanaweza kuingia kwenye msongo wa mawazo sugu unaoweza kusababisha huzuni na kujitenga na jamii. Zaidi ya hayo, kujichua kunaweza kusababisha matatizo makubwa ya kisaikolojia, ambapo mtu anakuwa mraibu wa pornografia na kushindwa kufurahia mahusiano halisi. Unapozoea kupata msisimko wa kingono kupitia njia hii, akili yako inaanza kuona kuwa huo ndio ukweli, na matokeo yake ni kushindwa kuanzisha au kudumisha uhusiano wa kimapenzi wa kawaida. Ndio maana wanaume wengi wenye uraibu wa kujichua hupata matatizo ya ndoa, kwani wanakuwa hawawezi kumudu uhalisia wa mahusiano na wake zao. Mwisho, madhara ya kujichua hayaishii tu kwenye mfumo wa uzazi, bali huathiri maisha ya mtu kwa ujumla. Unapojizoeza tabia hii, unakuwa mvivu, huna maono makubwa ya maisha, unakosa heshima kwa nafsi yako, na unajikuta ukiharibu muda mwingi ambao ungeweza kuutumia kwa maendeleo ya kibinafsi. Ikiwa una tabia hii, ni muhimu kuachana nayo haraka iwezekanavyo. Hakuna faida yoyote katika kujichua, na kila unapochelewa kuachana nayo, ndivyo unavyozidi kujiharibia maisha yako. Kama unataka kuwa mwanaume mwenye nguvu, afya bora na maisha ya furaha, acha tabia hii na jifunze kuwekeza nguvu zako katika mambo yenye faida kama mazoezi, kazi na mahusiano halali. Ndoa. Ni mimi Abdulatif Mstari, ulio chini Wellness, mtaalamu na mshauri wa afya. Asante.